Miongoni mwa habari nyingine ambayo imenifikia hivi karibuni ni habari ya kijana mmoja ambaye ameuawa kwa sababu ya kushindwa kulipa bili ya shilingi 8,000. Mabouncer wa baa hiyo wamemvamia na kumpiga mpaka kumpelekea kupoteza uhai wake, kulingana na swala zima la yeye kushindwa kulipa bili ya shilingi 8,000. Hichi kitu kidogo kimenishangaza. Hivi jamani, inatakiwa tujue kutofautisha kati ya mabouncer na walinzi. Naanza na waajiri. Kuna mabouncer, kuna walinzi. Mabouncer ni watu wa fashion jamani. Mabouncer, nenda kutafuta kwa dictionary utaona. Mabouncer wanakuwa ni watu ambao ni watu wa kuonyesha fashion show sehemu mbalimbali kwenye majukwaa na nini. Ndio mabouncer hao. Kwenye masherehe kule tunaona mabouncer wengine wanazuia watu ambao hawana kadi kupita ndani ya sherehe kwenye ukumbi husika, manake pale ambapo labda ndani ya sherehe kuna mtu amelewa sana, anaropoka, anadondoka, wanamsaidia, wanambeba. Hiyo ndio kazi ya mabouncer. Mlinzi ni mtu yote ambaye amepitia mafunzo rasmi ya ulinzi. Sasa mabouncer ni watu tu wameinua vima vyao huko, hajulikani wanavinua vya nini. Wamevinua wamejichokea zao huko. Ndio mnaona kwa sababu wameshiba, mnawachukua sasa mnaweka mnawafanya kwa mabouncer sasa. Sasa hata tekniki za kupiga mtu hawajui. Tekniki za kuzuia mtu hawajui. Wanachojua ni kusindilia mangumi tu, utafikiri mtu angio kwenye kinu. Sasa wamemsindilia mjamaa watu kisa ameshindwa kulipa bili ya shilingi 8,000, wamepoteza uhai wake. Jamani, hem tuelimike jamani. Mabouncer ni watu wa fashion show, sio walinzi. Na ikatokea wewe bouncer umechukuliwa kuwa mlinzi, make sure unajua technique zote za ulinzi. Sio tu kwa sababu umeinua chuma, umejezea zako, umekula mandazi yako, umeshiba, basi na wewe unakuwa mlinzi kule. Mlinzi gani bwana? Uonevu tu ajabu. Sasa umepiga mtu, umepotezea uhai. Miongoni mwa masuala ambayo naliombea serikali ilifanyie kazi kamilifu, isije kapindisha kwa namna moja au nyingine, ni hilo swala. Watu kama weka ndani kabisa. Haka kweli kabisa ndugu yangu, na unamsweka mwenzako mangumi. Kisa kashindwa kulipa 8,000, kamata, fungia mahali sehemu maalum, ita askari, akamatwa, peleka akachukuliwa hatua nyingine za kisheria. Sasa unamsweka mwenzako mangumi. Kweli? Kisa hajalipa 8,000. Alafu unakuta kama ile lajibu kabisa, hajalipa ile ya 8,000. Unakuja unampiga. Unafikiri ngoma hiyo? Kweli kabisa. Bwana, naitwa Chetu MC Master of Ceremony International. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu. Tuko pamoja. Hatutaacha kukuletea habari zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii.